Nifa ni mtoto wa kike. Tuko mimi na Medi. Kwa hiyo anatakiwa achague alale na Medi, alale na mimi. Sakamisha ni ukeketaji au female genital mutilation. Anasema nifungue nikufunike. Jamani, nianze tena ukubwa huu jamani, naanza kujua nini maana kwa mamanga. Yo, ni siku nyingine tena, leo tuko zetu hapa na Fikis kama kawaida yetu ya Eat and Talk Vibe. Niko natetea matomato hapa kwa sababu nimekuja na njaa kinoma. Na sheria hapa kuna Eat and Talk wanasema yani tunakula, tunazungumza huku tuna vibe kama kawaida. Leo nipo na mtu mmoja ambaye ni wa vibe kinoma noma. Nipo na Edwin. Unamjua Edwin wewe? Edwin ni wa moto, Edwin amechafukwa. Yaani Edwin kila muda sasa hivi buju ni wanasema buju sijui so embamba ni wanene sijui nini. So nipo na mwanangu Kid Master, of course tutapiga story nyingi hapa na tutaenjoy, lakini pia tupo Rafikis tunaenjoy misosi kama hii hapo. Kama unavyoona tupo katika mandhari fulani hivi ya Kinyamwezi. Sogea wewe na mpenzi wako, rafiki yako, muweze kuja kuenjoy mapizza, mabaga, chips, ma chicken wings na vitu vingine, au sio bana? So tupo hapa na mwanangu Kid. Inakuaje? Ndugu yangu, umeanza pale na Edwin. Sasa ndio lazima wakujue pale kwa sababu wewe unajifanya. Wewe unalikataa Edwin bwana. Hamna, sijazoea tu kulitumia. Makula lakini Anjo sio umeleta kama hapa ndugu yangu. Wewe unaona kabisa wewe na mwanao Medi mnapenda sana vips. Nasema huyu nikimwekea mambo ya pizza hataweza kukata. Kuna watu wanasema chips za kupunguza nguvu za kiume, amtembei, una hela. Lakini na enjoy yake. Wewe ndio chips au sio? Yeah. Sasa mimi nataka tuanze kwanza Kid. Jamani, nitakufa jamani. Hizo chips zimekuchanganya nini? Noma. Vitu vilaini. Naelewa. Wewe ile umeshakula hizi chips kama hizo wapi kwanza? Nina kasema hivi for the first time. Yani I feel proud kuwa hapa yani. Au sio? Kama noma man, surprise. Sasa hivi noma. Nini? Hapa sio una picha kibaya. Yaani unakuja hapo unapiga picha unakutana na picha. Si unaelewa? Sure. Fanya kama unasogea. Sasa Kid, nataka tuanze kwanza. Hapo mwanzo nimeanza na jina la Edwin na ni jina ambalo ni wazee kabisa wamekubrace, au sio? Lakini wewe ulitumia na watu wengi hawajui kama unaitwa Edwin. Sasa nataka kujua ilikuwaje mpaka Kid Master na vitu vingine. Kid nadhani nimeanza kwenye before nilianza kama dancer. Yeah. So katika kujitafuta tumepambana. Nadhani kuna crew fulani nishakuaga nao before. Yes. Kwa wao ndio walinibariki ile jina la Kid. So ndio toka siku hiyo mimi nikaanza kulitumia mpaka hivi leo. Hadi leo ndo natumia Kid. Mpaka leo nakwenda kama Kid. Hadi wazee wenyewe wanasema Kid. Yaani wazee ukifika ugeza Edwin unakosea. Sema kutoka Kid hadi Edwin mbali. Ndio ndo ugali tunajitafuta. Chakula hapo sasa. Au sio bana? Kwa mama maskini ula kutokana na nguvu zake. Kabisa. Na jina lake sasa hivi. Au sio? Maana kuna watu wengi kama mwanangu Medi anaitwa Amadi, kutoka Amadi mpaka Medi London ni mbali sana. Yaani ni mbali sana. Au sio? Sasa nataka uniambie, mtu akwambia bana Kid yupo smart au jamaa yupo smart, wago una define vipi hiyo sentence? Sasa neno smart pia inategemea na mazingira gani ambayo ameyatumia. Sababu mtu akikwambia Kid yuko smart, it depends. Kama mazingira unakaa nimependeza, ina maana anamaanisha nimependeza. Lakini kama kuna mazingira ambao yani unaweza jamaa mbona kama mkaa alafu unabogo smart, huwa anakudharau. Yani unabidi upigane naye. Lakini smart sometimes pia anaweza kutumia kama mtu ambaye yuko yani ana akili sana kubwa au anafanya mambo yake kwa mpangilio hivyo. Kwa sasa wewe huna akili na unafanya mambo kwa mpangilio. Unasema sababu umependeza. Kwa hiyo wewe ni kupendeza tu. Kama film unafanya jamaa yuko smart, unaona kishati kimekaa nini? Kitambi za hizo hivyo na kitambi za hivi cha hela. Wewe umezipata. Kwani kitambi kinaua jamaa? Asio. Ni kitu gani ambacho kinakupa hofu katika maisha? Wakati unapojua kuna vitu vingi unaweza ukasema mimi sitaki hofu bana, mimi sitaki kuwa na mshangazi. Kitu ambacho kinanipa hofu ndugu yangu sana ni kurudi ambapo tumetoka, kwa sababu ambapo tumetoka ni mabaya sana. Sipajui napoenda, lakini tulipotoka sio kuzuri sana. Kuna kejeli, dharau za hapa na pale, lifestyle ambayo tumekuwa tumeishi. Kwa kuna namna sitamani sana kurudi kule, kwa nikifikiria kwamba natakiwa nirudi nyingi kutokana na ulipo kule na kuaje. Kwa maana kila siku najipambania kwamba natakiwa niondoke mbele nisirudi kule nilipotoka. Hiyo ndio principle yangu ambayo niko nayo sasa hivi. Hivi wale watu ambao nataka niambie unadili vipi na wale watu ambao wanakudharau na kukubeza? Unavyojua yani katika maisha lazima kuna watu ambao watakukataa,
ambao watakuwa na Kid Miyayusho. Sasa nataka uniambie unadili nao vipi wale watu kwanza? Mimi na principle moja. Yaani ikitokea mtu ananidharau, si ndio anajua kama huyu ananidharau. Mimi sibishane naye, sikunjane naye ngumi, nipigane naye no. Mimi narudi mzigoni kupambana. Wewe unanidharau. Mimi narudi mzigoni kupambana. Alafu tukutane on the peak, tukutane huko ni kilele kwamba wewe umenidharau na nachokifanya au mimi the way tu nilivyo ninidharau. Tukutane kwa mafanikio. Utanijua. Hapo tu mimi narudi mzigoni. Bwana huyu anapoteza, mimi napambana. Kwani kuna watu wengine wamefanikiwa kumpia anachokifanya ili kuaje? Sasa umepambana. Kwa hiyo unachonidharau mimi nakiamini. Niache nikiamini, endelea kunidharau kama kwa mimi napambana. Yaani mimi utanisikia naongea kokote, mimi napambana tukutane. Wanasema maneno kidogo vitendo sana. Yaani ukishuhudia Mungu kupata kwenye account yangu mimi napambana. Yaani nafanya kila nachojisikia mimi najifika kwa moyo wangu nataka kufanya. Nafanya. Wewe kama hujapendezwa of course yani wewe utajua tu mwenyewe mimi napambana. Hii ni mimi principle yangu. Mafanikio kwako na maana gani hasa? Mafanikio kwangu na maana gani? Yaani mafanikio ni mafanikio. Mafanikio tu mafanikio. Nikisema na maana gani? Labda kwa dau naoma. Lakini napokea tu kama alivyo kwamba ni mafanikio na napokea kama ni mafanikio. Vijana wengi sasa wamekuwa ni watu ambao hawafikii ndoto zao. Inawezekana pia kuna ndoto ambazo ulikuwa unatamani kufikia before hadi sasa hivi bado hazijafika. Sasa nataka uniambie unafikiri vijana wengi tunafeli wapi ama wapi ambako tunakuwa tuna delay kuweza kufika mafanikio yetu ambapo tunayatamani kufikia? Sasa kwangu mimi kwa uelewa wangu vijana wengi sana nadhani makundi, mikumbo, maybe kuingia kwenye vilevi, of course sometimes hata mahusiano pia inawafanyia vijana wengi sana wafike mafanikio yao. Kwa sababu tunapambana sisi bado tupo kwenye level kujitafuta. Ndio tupambane tufikie mafanikio. Kwa hiyo unakuta kuna mtu ana mahusiano ambao mahusiano unajua pia nishe kuambia ndio tuna mwanamke ambaye anakuwa supportive. Kwa maana anasupport anachofanya. Akinisupport anachofanya mimi nitafanikiwa. So unapambana kwa kunijua kurudi nyumbani kuna mtu tena kwamba ni unafanya yeye kwanza umeona hakiamini. Kwani hapa unakuwa unapoteza muda. Kwa hiyo mshasiku utajiona kesho unapambana kuna mtu baada ya kuencourage kwamba wewe pambana mimi niko nyuma yako na kuaminia anakulet down. Hapo vijana wengi sana wanafeli. Wengi sana ndio wanaingia kwenye stress kwa sababu unawaza vitu vingi. Unataka upambane, ufikie malengo yako. Kuna kitu mmoja Rapcha Sheikh kuimba anakuambia ndoto yangu inanihitaji na wewe una mahitaji. Wakija utaokota au utazichukia au anasema ndoto yangu inanihitaji wewe una mahitaji. Wakija utaokota au utazichunia. Unanielewa sasa hapo? Yaani kwamba mimi ndoto yangu inanihitaji nipambanie nifanikiwe. Lakini wewe pia at the same time una mahitaji yako. Unataka mimi niatimize. Bro, kupata mafanikio noma sana. Lakini kama una mtu ambao anakuencourage kupambana, una makundi ovyo ovyo, unafuata dreams zako, unataka vile uwe, unafanikiwa. Yaani kuna changamoto ambazo tunazipitia nyingi. So nataka uniambie ni changamoto gani ambayo imekubadilisha kumfanya Kid ama kumfanya Edwin ambaye tunamwona sasa hivi. Yaani Edwin ambaye tunamwona sasa hivi, changamoto gani ambayo ilimkabili before? Changamoto ambayo imenikabili mpaka leo niko hapa. Ambayo imekubadilisha sasa uzidi kupambana na kumwona Kid ambaye tunamwona sasa hivi. Yaani dharau. Yaani dharau kwa maana kwamba ndio pale unaulipa kwamba mtu anakuwa amini wewe unachokifanya, si ndio? And then unachokifanya wewe kwa kisa hakina maana, kwa anakudharau. Kwa hiyo umeshakumbana na dharau nyingi sana. Kwa kile anachokifanya kwamba huyu ameisha muda. Hata tafuta kazi ya maana. Watu hapo wanapiga kazi zao vipi? Kazi za maana. Unajua kuna muda sometimes wao wanaongea wao unawasikiliza wao hajui kama unawasikia. Mbona kukata sasa? Naona sasa hapa nikisema nikubali, unaonekana kama ukweli uko naweza time. Lakini naona hichi ninachotaka kiwe. Kama Mwenyezi Mungu kaniumba mimi duniani nije kuwa maskini, basi Kid nitakuwa maskini maisha yangu yote. Lakini kama Mwenyezi Mungu amenipa kuona Kid na kuumba wewe uende duniani, utafanikiwa. Kama kuna watu wanafanikiwa kwenye hicho unachokifanya na unakifanya hicho, basi hata kwa kuchelewa lakini utafanikiwa. Kwa hiyo mimi ndo napambana, ndio maana leo nimekuwa hapa. Nadhani bila kupambana, bila hizo dharau, changamoto ambazo tunazisemea, kuziteka as advantage kwamba hizi zinafanya dharau, ngoja nipambane, niwaoneshe kwa prove wrong kwamba hicho nachokifanya ni kiko sawa. Kwa hiyo maana mpaka leo niko hapa. Of course changamoto zipo sana na changamoto tutapigana nazo na kukumbana nazo kwa namna yoyote. Kuna siku moja nilishakukaa na mwanangu akaniambia nilikuwa na changamoto ambayo ilinikuta yani of course. Sababu mwanangu na kitu kinanipitia akaniambia mwanangu
Changamoto hazikimbiwi. Changamoto tumeambiwa sisi binadamu. Yaani changamoto huwezi kuikimbia kwa namna yoyote. Yaani kama ni binadamu utakutana na changamoto. Of course tunakutana na changamoto kibao ambazo zinatushusha chini na kutufanya tuwe wanyonge, lakini bado mtu anaendelea kupambana. Kwa hiyo wanangu wote ambao tunapambana, wanangu wote ambao tuna hustle kwa ajili ya maisha mazuri na familia ambazo zetu ambazo zinatutazama, tuendelee kupambana kwa namna moja na mbili, kwa sababu ambako tutakata tamaa tutaangusha watu wengi sana nyuma, na watu wengi wataumia na wataishi kimaskini kupitia sisi. Kwa hiyo kikubwa tupambane, tu hustle bila kukata tamaa, au sio bana? Tuendelee kupambana. So nataka pia I kwamba kuna vitu ambavyo ama kuna vitu vingi ambavyo watu wengi wanavipitia, au sio bana? Ndio. So nataka unitajie kitu kimoja ambacho hadi leo kikumbuka unahisi na kimekufanya sasa chana dharau. Kwamba kuna vitu vingine vimetokea. Wewe unajua inawezekana uje kupitaje na watu hawavijui, wanajua tu Kid ni mcheshi, lakini mpaka sasa mama kuja kuingia sasa kuna hii sasa nipambane. Kitu gani ambacho sasa kilikufanya sasa hivi sema mimi inabidi nipambane? Kuna vitu vingine inakuwa ni kama nadhani ni private, yani ni private kwa maisha yangu, lakini sidhani kama itakuwa ni sawa kama nitavyosema hapa, lakini kuna situation ambayo nishakunikutaga kwenye familia yangu. Yes. Hiyo ndio ilifanya mpaka leo nikanaona hii sio kweli. Hii moja ni papa. Yaani mule kwenye familia nikasema okay, nataka nipambane. Yaani kwamba mimi Kid, yaani kuna muda nikaga mwenyewe nasema oa nataka nipambane. Yaani ndio nakwambia mule yani kwamba nataka nipambane. Kwa hiyo sio sahihi nikiongea kwa sababu no vitu vinaishi pia. Vinaishi kama naona sasa hivi tayari imeshakuwa. Sio sawa, lakini hiyo ndio ilifanya mpaka oa pambana mzee. Kitu gani kinakufanya ukiwa hata peke yako unakuwa happy? Kujiona. Napenda sana kujiangalia. Mfano naweza nikashoot clips ndio. Naweza nikaiangalia hata mara 10 au 20 hata zaidi ya. Kama huja post hapo. Ukiangalia okay huyu ni mimi. Yaani kuna muda anasema mimi nakuwa. Najiona nilichokifanya jana na nilichokifanya kesho ni tofauti. Kwa namna hata kishoot clip hivi nikifanya kitu na kimeenda na okay. Huyu ni mimi. Na feel kwamba okay huyu Kid sasa bana mhitaji. Kwa hiyo na nikaji sana najiona kuna muda nikikaa nikijiangalia nilipokuwepo way back, nakaa naangalia sana picha video zamani, naona kuna namna fulani nimekuwa. Kuna namna siko pale nyuma. Kwa hiyo inanipasa na furaha na ndio maana nazidi kupambana day to day. Tulianza kama dancers au sio? Sasa ilikuwaje sasa hivi tupo kwenye, unajua naona kama sasa dancing kwanza umeweka nyuma hivi. Upo kwenye content creation. Kitu gani ambacho kitufanya sisi tuingie kwenye content? Content kwa sababu pia ulimwengu sasa hivi umeingia kuna upande wa content. Before nadhani swala la content haikuwepo, au kama ilikuwa basi Tanzania haikuwa na uwanja mpana sana that day hiyo before, ndio. Lakini sasa hivi content ime take time sana. Sio kusema kuliko dancing, hapana. Dancing ina nafasi yake, lakini content imechukua nafasi kubwa sana Tanzania sababu ukiangalia kwenye mitandao sio swala la kuficha. Kwa hiyo nimeshift huku kujitafuta. So still bado najitafuta. Najitafuta kwenye content. At the same time pia nafanya dance sijaacha. Ila sasa hivi naifanya in business way. Unajua zamani nilikuwa kijua simu njoo mwanangu na kimeo ufanye champo, yani uangalie kwamba anatoa niko vipi, lakini sasa hivi inakuwa ni payment ndio unakuja unakupa package yangu, unanitaka kama dancer na kuja mimi sijaacha, mimi mtoto wa kimaskini bro. Yani sitaki mtoto wa boss kabisa. Yani bwana nasikia kuna mchongo wa dance poa, kuna milioni ngapi? Tuongee ipo nafanya hapana, basi acha nikae zangu nyumbani. Lakini kama unataka niwe nyuma yako unaimba mimi niko nyuma yako sawa, lakini tumekubaliana unanipandisha ndege go and return, accommodation zote juu yako, hoteli ya kueleweka, sio unanielewa baba. Yani kuna namna kuna namna nishajiweka kwamba inawezekana tofanye, inawezekana family life dancers tuko wengi, lakini kama kwa unanihitaji mimi tutaongea tu, yani kwamba biashara yangu ili madi isife na mimi usiniue, kwa sababu nilipokuwa mpaka sababu nilijipambania hakika mpaka niko hapa ni nguvu zangu. Kwa hiyo kama unanihitaji sasa ni swala la biashara, tukae tuongee. So kwamba njoo ibuka utajua huko ukifika amna, yani hapana bwana, sina kwa hata kufanya tu clip ya dance kwa challenge. Bwana tuongee biashara. Wewe unaingiza mamilioni kama YouTube, pata shows nini, tuongee kwamba
tunafanyaje kadhaa hapa ndio ndio shiki kwa dance anafanya jamani, siache hela ndugu zangu. Kwa ndo hivyo ulikuwa na hamo, ulikuwa na hamo na kuna ngoma nyingi, sijui shamba, sijui hizi ngoma nyingi ulikuwa wenyewe na Medi mlikuwa mnafanya sana challenge. So nataka kujua sasa hivi bado tupo kule ama ni vile tuna mpaka tuoko simu iite na mzee Konde igonge tupo of course. Si kwa Konde tujakuwa na mkataba kabisa, ni sio muongo, tujakuwa na mkataba kwamba sisi ndio official, lakini tulikuwa tunafanya kazi mara nyingi, kazi nyingi sana za dance show, video. Sisi ndio tunakuwa mstari wa mbele, kwa maana kwamba lazima tupige simu tuwepo. Ukiangalia kwenye kampeni zote nini kote tupo. Kwa this time around hata pia nadhani familia nzima ya Konde Gang na brother anafahamu kwamba wadogo zake tunapambana. Tupo kwenye nafasi fulani, na ukituona maana tuko pale, imani swala la biashara. Kwa hiyo inakuwa ni biashara sasa hivi, inakuwa ni biashara kwamba tunakaa wadogo zangu na yeye mwenyewe nadhani anajua, kwa sababu Konde ni msanii pia ambaye anaelewa kwamba anajua muziki, anajua biashara. Yaani ukienda kila kitu kwa ndio pale tunapokuja, yani msanii anajua thamani yake kwamba huyu sasa hivi thamani yake ni noma. Kwamba wao bro, watu twendeni huko. Kabisa brother, kwa kila kitu kiko sawa. Tokea show tuona kama kawaida. Yaani usichangae kwa mbona kile ipo nyumba Harmonize. Ni biashara, yani inachoka ni business brother, na familia nyumbani. Sema anaona kuna show nyingi sasa hizi mwenyewe mmekuwa kama ni watu ambao mnaingia sana. Sasa hizi mmemitonyo mingi, mnatupa hata deals basi. Mimi najua kushake. Sasa wenyewe mnakulela wenyewe bana. Kila unafiki. Unafiki wapi baba? Hiyo kitu sio kama mimi tunafikiri kweli. Sababu leo hata kuna show kubwa kama Yanga Days Zuchu public kuwepo mmetimba. Ila Mbosso hivi mlingie? Ya Mbosso hapana. Ile mimi sinajua yenyewe brand ambazo kupaka nani. Hapana. Kupaka marangi. Mimi nafanya. Yaani kwa masuala kupaka marangi. Mimi brother anakuambia tena, anasisitiza mimi ni mtoto wa kimaskini. Yaani nilipotoka ni pabaya sana. Kwa hiyo mimi sichagui cha kufanya. Kama naweza kufanya, nafanya. Akinizuru, akina changamoto yoyote, akina hiyo kumuonesha kwamba hii ni kitu kibaya, mimi nafanya. Kwa kama hata ningehitajika maybe ningeenda. Si swala rangi mimi ningepaka brother, na shooting yani na boxer style. Na boxer. Sio rangi. Yaani mimi nafanya. Kwa hiyo kwamba kuna hii hapa hela mimi tunafanya. Siwezi kuchagua kazi brother. Najua tumepitia mazingira ya shule na nini kiskuli, kuna matukio mengi yametokea. Sasa nataka lile tukio ambalo ni la kutisha ambalo lilitokea skuli. Sasa wewe unajua skuli haukuwa mpole. Sasa mimi nikwambie kitu. Ukiuza ambao nimesoma nao sekondari sasa. Bwana mimi tumeuma maana kama umeweza ndio najaribu mambo ya rafiki hizi hapa. Mtaniua jamani. Mchaza hata nipo kwa Mange tena unafanya hivi. Kwa hiyo kwenye swala la shule kwenye sekondari tukiongelea, mimi nimefuga tu cha mgeni kwa kijana fulani ambaye sina mambo mengi. Na kijana ambaye shule yangu imeanzishwa sijawahi kuwa na mahusiano. Wewe mbona sio unaambia ulifukuzwa shule kisa mahusiano baba? Sikufukuzwa. Yaani kuna mimi nilikuwa kama kibarua pepe. Kwa maana kwamba hebu sikia kibarua kinaandikwa kampe yule. Ndio sawa hela. Tusitoke kwa nani yetu. Kitu cha kutisha. Najua yani kuna vitu umefanya vikubwa tu. Cha kutisha nadhani mimi nishakuingia kwenye chuo cha wanawake. Walimu walikuwa wanaongelea wasikia, yani wanawake vyo vyao visafi. Hii boys ni wachafu. Sasa nini hii wiki yao yao mationi wale. Teacher wanjuja kwamba sikia Jumatatu boys vyo vikiwa vichafu. Tutaelezana. Mimi tutasomana. Haiwezekani wasichana wanashinda usafi. Bwenini kwao pasafi wanatandika. Chooni pasafi. Sasa ilikuwa Jumapili fulani hivyo, unajua Jumapili shule ngoja ndio unapikwa wali nyama. Weekend. Hiyo siku lazima kila mwanafunzi anaoga. Kwa mapema saa 12 uko DH pale wanasubiri msosi. Kwa watu wanaingia DH, mimi nasema nichungule chooni kwa ushahidi kwamba panakuwa pasafi. Koje? Kumbe kuna kuingia kuna mwalimu kabana kwenye giza na atusoma. Mimi nikaingia mara kwanza katoka ngaita wanangu wao ni muone bana kweli pasafi. Kuingia mpaka kaja kazingira mlango. Umo mpaka hapa mstoki. Tuelezana. Ile siku noma ndugu yangu. Noma. Sasa kule kwa kuna baridi kwa wale walikuwa wanachapa watu leo na sasa wakati mazingira ya kuchapa pale bwana ndugu yangu mimi inabidi nikimbie pale shule. Hata wazee wenyewe kujua nikimbia. Kukimbia bado ndio ngaja katafuta manga patikana. Imegongwa sana. Makola sasa mdada ambaye anapigwa
Yes, kwa Jumapili nimekwambia wali nyama. Nafika DH pale nakuta chakula kimeisha. Unaona hilo sio, yani kama mimi nilikuwa nachapwa, ndio kwa mwisho nakimbia mpaka nimekuja kukamata chakula kimeisha. Alafu ndo wali nyama, afu wali nyama Jumapili. Leo Jumapili. Mpaka nisubiri Jumapili nyingine. Mwanangu. Yaani ulikuwa unapenda kujamulia mambo. Bado nimejamulia mambo. Kwa nini nimeumia, lakini pia na chakula nako nimekosa, afu ndo chakula pendwa kwa pale shule. Kwani hiyo ilikuwa ganoma, nikaanza kungoda kweli nikosaga nyama Jumapili pale bado niumaga kama ilikuwa noma na kusaga nyama. Afu ndio hivyo, afu kama umetokea inakuwa uongo. Ile hivi kwa nayo kuna wale wewe ulikuwa ni kibarua pepe. Mimi nilikuwa kibarua pepe. Kwa ulikuwa kuadi. Yaani kwamba asikia kibarua kiandikwa mimi napewa napeleka. Afu mimi watu wa kike mimi wameanza kunikubali toka niko shule. Kwa maana kwamba watu wa kike walikuwa nasikia wali wa mtabu ana kindizi changu anivua. Kwanza watu wa kike walikuwa wanajua kwamba wakiacha, unajua watu wa kike shule na wali sana. Wanakula kidogo afu wale wanaacha. Kwa hiyo ukiacha chakula na content yangu naje na mimi watu wa kwanza, wa pili, yani mlima. Kwa hiyo mimi nilikuwa naokoa chakula. Unaelewa, kwani ndio maana nilikuwa natuma. Sasa kuna siku moja kuna mmoja alisahau kile kibarua. Kwa hiyo tunaambiwa kusanya madaftari yakasahihishwe. Kwa mwalimu atakusahihisha akakuta karatasi katikati. Mwenye daftari kaitwa. Unajua wanawake wakuoga. Yeye amuita boyfriend wake. Chapa mnajuana mtajana wote. Amtoka darasa zima nabaki peke yangu. Mshasoja kuna kama mimi ndo na mwalimu akaniaga mjinga kweli. Wewe umeusha. Yaani kwamba watu wana mahusiano wewe ndio una. Yaani unajua kuna situation nilijisikia vibaya. Kwa maana unajua Iringa, sijui kwa shule zingine, lakini kwa shule yetu pale ilikuwa kutoka Dani noma. Nikwambia kutoka Dani. Mwezi. Ndio kama ilikuwa shule ni muda prepo na kusanya wanafunzi wote wanazingia na ndio paso wanakuwa na Sinza hiyo. Hiyo wasanii hivi. Kibao. Kweli unajua kwa nilikuwa naaminika kama nimetoka Dani mjanja. Na station Dani kaona nikaonekana Dani ya huko. Ina maana gani kutoka Dani? Unajua zile basi. Lakini ile shule ilikufundisha kitu. Kwa nifundisha sasa. Yaani kwa situation ile pale naikumbuka tu, lakini sema kama amenifundisha hapana, kwa sababu siwezi kutumwa, sababu sasa hivi siwezi kuingia mahusiano na mtu kabisa, naogopa kwa watu wanaachana wanarudiana kwa hivi. Mapenzi ni choice au ni feeling? Kwangu mimi na usio kusema starehe. Yaani kwamba hapo kati ya hilo moja hapo, afu kwa nini? Yaani ni choice au feeling? Mapenzi ni choice au feeling? Ni feeling. Kwa nini ni feeling? Kuna mtu mwingine afeel kabisa na mambo ya mapenzi. Yeye anafeel kwamba pambane atimize ndoto zake. Wengi wao. Lakini mtu mwingine anachukua kama ndio choice yake kwamba bwana mimi bila mapenzi sitoboi. Kwa hiyo nadhani swala la mapenzi kwa mimi ni feeling, kwamba mtu anafeel kwamba kwa swala la mapenzi anafeel hivyo and life goes. Kwa mimi binafsi naweza kujikana kundi la feeling kwamba so choice. Ina feel kwamba wanafeel sasa hivi bwana anamuona bebe. Yaani kuna namna nasema so kweli stoboi. Kabisa. Kuna namna sika zetu tunachoka. Sure. Akili nyingi. Pale mtu akuencourage yani. Yaani kwa hivi viumbe bwana tuviepuke. Ndio mama zetu, ndio dada zetu. Yes. Kwa yani yaonekana yakasema jamaa anapenda mapenzi hamna. Mbona za kujihami? Si pombe. Unikuti kuna hivi. Tena mbona. Hivi kweli mapenzi ya kweli bado yapo hadi sasa hivi? Yeah, of course yapo. Nipe sababu ambayo naamini mapenzi ya kweli yapo hadi sasa hivi. Naamini sana kwa sababu sio kwangu tu, hata kwa watu wengine nimeshuhudia mapenzi ya kweli, tuna hustle from the scratch, wanakuwa wote. Wengi wetu tunaamini kwamba damu mwanamke anabadilika. Sio wote brother, it depends umeishi naye vipi. Mwanamke umeishi naye vipi kwa makozi yako, miaka yote ambayo umekuwepo. Watu hawabadiliki, mapenzi ya kweli yapo. Nishashuhudia kuna mtu anakuja amewekewa kibunda kwamba nataka tuondoke. Demu akakataa, hapana mimi na mtu wangu. Yaani kwamba wewe hela zako za kwako, mimi na mtu wangu. Nivote mimi yaani hicho kitu yani mimi naamini kwamba mapenzi ya kweli yapo. Bana nakwambia mimi na ushuhuda kwamba yapo. Ndio hivyo tu tuna hofu. Si hatuna hela. Kwa tafuta lazima sio kweli. Simu niko wapi? Kwa location. Unakuamini una hela. Una hela una chill tu. Natoka poa. Aina simu wapi? Mambo mengi.
Wewe una hela. Wewe tafuta hela tu. Chill yani, chill unatoka Kinyamwezi. Unamwaga vibunda nauli vipi? Vipi kwa sawa basi kwa nakuingizia hapo. Chill. Mapenzi ya kweli hapo brother. Sana yani sana. Sisi ambao tuna hela ndio tunakuwa tunafikiri kama mapenzi ya kweli hamna. Wanawake wana shida. Kwa kuona upo katika ule upande kwamba mapenzi sasa hivi ni pesa. Sasa hilo swala la pesa siamini pia kwa sababu kama mpaka uwe na pesa ndo nani? Nisha kuna watu hawana pesa na wanapendwa. Kwa sababu tuweke wapi? Tuweke tu kwamba mapenzi ni mapenzi. Yaani hapo kila mtu na yeye sasa ana upande wake aliochagua. Kuna mtu mwingine anaweza kadate naye. Pia tujue historia za watu wote ambao tunadate nao. Wengine historia zao ni mbaya. Unaweza kaingia kwenye uhusiano ambao sasa Mungu wangu, nimekuaje? Nimekukosea nini? Unajua ni Mungu wangu nimekosa nini? Hebu nisamehe nitoe huku. Hebu sema wangesema, "Hey, yes kumbe vitu vipo." Kuna mna kama unaoga kwenye movie lakini kuna vitu vipo kweli. Yeah, sure. Mimi mbona siwezi? Mbona sina hela? Mbona huyu unakuwa naye huyu afana nini na mimi? Sijui unapata hiyo feeling nakupata? Unaingia sema Mungu wangu. Au afanani na mimi. Yaani mbona huyu kama kama unapata bwana anaonea huruma hivi. Yaani usipokuwa kama unanielewa. Wote tuko sawa yani. Mbona yaani kuna demo kama mpaka usiku sababu mbona mtu mkali sana. Afu ndo asikiza sasa kwamba ndo kwa Mnyamwezi yani uko wapi? Uko na wanazao. Anafuatia mpaka comment. Na comment wanawake zako. Wewe unaingia live mpanisha nani? Unajua zile. Unaona kweli yani so lazima tuna pesa brother. Sure. Kuwa tu una care. Usio mtu mambo mengi, fanya mambo yako tu. Yaani kuwa mnyonyoka bwana, sina au nacho mwanangu. Yaani hivyo basi maisha. Kuna urafiki wakiwa mwanamke na mwanaume. Of course, mimi bwana niko na Nifa wetu. Nifa wenu na Medi. Nikwambia urafiki huo watu wengine na nasomaga sana comments za watu nakwambia Kidi na Medi watakuwa na Nifa. So kweli. Kwa sababu nakumbuka tushakwenda Dodoma pamoja kama ushakwenda safari moja Dodoma pamoja. Ndio mpaka mlienda hadi mkaenda hadi kufanya siku kuna mambo ya gift sijui nini kwa nafikiri wakati karibia Valentine. Hiyo sasa before ile pale nyuma tulienda Dodoma. Dodoma tulichukua apartment. Ina vyumba viwili na sitting room na sehemu ya jiko. Tulikaa kama siku 5 kama sio siku 7. Kwa hiyo Nifa ni mtoto wa kike. Tuko mimi na Medi. Kwa hiyo anatakiwa achague alale na Medi, alale na mimi. Kwa hiyo kwa mlishola nyewe kulala wote. Sasa kwa nini tulala mimi na Medi chumba kimoja? Kwa hivyo mko vipi? Sisi marafiki, sisi familia. Kwa hiyo mimi wakati niko chumba changu nakumbuka nishakulala na Nifa siku hizi siku 2. Kitanda kimoja. Yaani hatujafanya chochote. Waangalia wale pale. Hatujafanya chochote hata Nifa. Hatujafanya chochote. Nifa wewe umelala na Nifa siku hizi yashika popote. Bro, mpaka video mimi ninazo. Hatujafanya chochote. Sababu nishamweka kwamba sister yangu nakwambia sasa kitu ambacho kimoja ambacho vijana wengi wakijui. So lazima kila demo nzuri udate naye. So lazima kila demo ambaye unakutana naye unakuwa na namba yake udate naye. Wengine tunawafanya watupe marafiki wazuri kushinda wao. Yaani mfano mimi Nifa anaweza akanipa, Kidi umeona unamuonaje wewe? Shoga yangu anakupa kitu. Unaelewa? Hiyo ni mfano soma ni kwamba ananifanyia hivyo. No, lakini kwamba namweka sister yangu. Tunafanya kazi sababu brother hii industry inahitaji sana wasichana. Content zinasaidia. Wasichana wengi sana wafanye content. Wengi sana. Kwa hiyo tunapoinunua Nifa naamini yeye kesho anaweza kainua wasichana wengine pia. Sasa tukiwa tunatumia kama swala la sex ni kama swala la kuwakandamiza kwamba bila sex sikuinui. Nataka hivyo. Of course mimi na dada yangu na mama yangu, dada zangu pia na watoto wake wa kike watakuwa wale kizazi kinakuwa. Wanakuwa. Na pia ninaweza kawa na mtoto wa kike. Si ndio? Mwanangu akifanya vile pia nitajifunza. Uongo Kwa sometimes jamani tunapopambana huko. Watu wa kike mtu waachane na upache zitamato za kijinga kwamba huyu lazima amekaa fresh huko ngoja niende naye huyu. Niishi naye afu ndo nimsupport. Tunawaumiza sana wadada lakini hatujuaje tu. Yaani kuna namna wanakuwa wanaona na ndio maana wasichana wengi wakifanikiwa wanakuwa na roho mbaya. Ukichunguza ni wasichana akifanikiwa anakuwa na roho mbaya kwa sababu anajua nipopitia yani noma. Kwa hiyo tusupportine wale wao kana dada mtu anafanya content mimi ndo mtakuja kwenye DM yangu bwana nataka kufanya content namchungulia. Wengine wanakuja na kutest bwana nataka kufanya content labda na mambo yake. Lakini nataka kufanya content, nataka kufanya content naye namchungulia kwa account yake yeye ameanza kufanya. Ukiniambia nataka kufanya content account yako ameweka private sasa nakusupportije. Lakini wanakuwa bwana najua. Mbona support wanawake wengi kwa content yangu bwana kuna sana tofauti na Nifa. Lakini unaona bwana anafanya. Anaweza. Poa basi Jumanne au siku fulani dondoka basi fanya kitu fulani. Vibe na hivi unaelewa? Namkia kwamba hii hapo utaishi. Unaelewa hivyo kwani
siamini kwamba eti kwamba ukiwa na rafiki wa kike ni lazima uwe naye na unajisi naye, sio sawa kabisa. Kwa Paul ngoja piga chochote pale. Kabisa ndio. Bwana mwana Ahmed. Hatujala mzigo. Mbona shushia? Nashushia kwa sababu swali ni nzito. Kwamba ni unajua unaingia na kwa mtajala mzigo sio kweli, alikuwa na mapungufu. Mimi napinga swali tusapote dada zetu tufanikiwe wote. Unajua tukifanikiwa wote tunapunguza chuki. Yeah, sure yaani unajua hapo unapungua tunapunguza kwa maana hata kwamba kwa nini media naenda. Hiyo ndio support yangu. Najua kuna masuala mengi ambayo tumeyapitia na kuna wanawake, eneo kuna wanawake wengi umepita nao. So nataka uniambie pia tabia gani ambazo umepita nao? Ndio kali asi. Watu wanataka tu umepita bana. Hadi kufika hapo kwamba hajafika na kwa hilo watatu si wengi au tatu. Let's go. Napangiwa jamani, sio mimi. Sema ndo kama nasikia kumbe wanawake zao. Wao na wanawake wengi. Hapa mimi hapana, sina kabisa. Sasa hivi lakini sasa hivi upo mbele. Au sasa hivi upo single. Hebu ndio unaweza kuuza nini? Awaambie wale watu upo single bwana. Ndauliwa. Sawa, nataka niambie ni harakati gani au kitu gani kikuleta mwanamke hawezi kuishi naye kabisa. Tabia, yani mwanamke kuna vile tabia unakuta yani kuna vile vitu ambavyo anaweza kuleta akasema mwanamke yani akileta kitu hichi au tabia hii hawezi kutoboa naye hata lisali moja. Tabia gani? Mwanamke akileta tabia gani? Akiwa too much talkative pia. Akiwa mwongeaji sana, mjuaji. Watu waweza kukaa sehemu moja. Mwasimame anavyoongea. Kwa hiyo mtu pia anaongea, inakuwa noma. Itakuwa hatari. Yaani kama tu mbona changamka sana. Yaani unajua yaani kila mtu kachangamka sana. Sikia basi ile shoga yako, mdogo wangu, sio kutunzana. Sio nini usiku wa vyombo. Ulandi. Mimi hata mwanamke alotulia. Relax and tulia. Sababu mimi pia akili yangu inatakiwa ni relax, nifikirie vitu vingi, nifikirie ideas mpya, tupambane hii game yetu na watu brothers zetu ambao mtangulia wanafanya. Sisi ambao tunakuja tunataka pia tufikirie vitu vingi na sisi tunaweza kufika kama ambao wamefika wao. Hatuwezi kufika pale kwa tuna relax au tunapata muda wa kupumzika kufikiria vitu vingi. Unawaza upate new ideas, upambane. Then at the same time pia kurudi nyumbani uta mtu mwingine anakuchanganya. Sure. Mambo mengi umwaze tena kaenda huko akiwa mwanamke design hiyo mimi uwaga simwambii na escape tu. Mbona tupige simu? Mbona Texas jibi mimi naoga niko hivyo yani nimenyoka kwa sababu naogopa sana yani naogopa kwa maana nakwambia naogopa sana kurudi kule ulipotoka. Kwa hiyo na huyu ndo mama huyu atanirudisha unajiongeza. Unajiweka pembeni. Sure. Noma sana. Sasa hapa hizi ni time ya kadi za ETN Talk Vibe. Humu kuna maswali kama kaida yetu. Yaani kabla hujamaliza hapa, hujaondoka lazima ukutane na mzigo huu hapa bana. Hizi zinasemeka ETN Talk Vibe kama show ambavyo inasema. Kwa hapa leo nipo na maswali yangu kama kawaida na nitampiga kidi hapa. Na mimi kama kaida yangu sitoe majibu. Kuna comment tunakutana tunamaliza majibu wenyewe. Sasa hapa tunaanza. Unaweza kama ukaondoka umekula umeshiba afu unaondoka njaa. Utaweza? Sawa, mimi nakuaminia. Nataka uniambie komamanga in English. Tunda la komamanga ni. Kwa nini? Nadhani si halina maana kwa Kiingereza. Kwa Kiingereza linaitwaje lile? Komamanga kwa Kiingereza. Ndugu yangu mjadili pia hata jamani. Mnaoja kuniua. Wewe hata kujaribu. Jamani, nianze tena ukubwa huu jamani naanza kujadili nini maana kwa mamanga. Jamani sasa ninachanganyikiwa. Hilo unaachia mafansi. Jamani kusema kweli kwa mamanga siponi nizunguke. Hujui. Sijui. Hujui Kiingereza chake. Out of time niko nje ya muda. Sijui kwa mamanga maana yake ndio. Sawa, tunaenda kwenye swali la Kiswahili. Hichi ni kitendawili. Inasema kitendawili sema tega. Tega. Kitendawili? Tega. Anasema nifungue nikufunike. Nifungue nikufunike. Nifungue nikufunike. Ile mwanangu usipojua nalo bana. Kuna zawadi pale ipo. Taikosa. Baka kama nawaza matusi. Ndio jamani. Nifungue nikufunike. Yaani akili yangu anatamani mngeona sikiwaza sasa. Afu kuna ni kitendawili tu hichi. Nifungue nikufunike. Ile kwa kitendawili mimi nawaza matusi. Umeenda mbali. Nimeenda mbali. Nifungue nikufunike. Hapana pia na usijui jamani.
Jamani. Jamani kufunika. Darasa 7D jamani. Mbona mnataka kunichemsha ubongo? Unapenda kujambulia mambo sana. Hilo pia si. Swali la pili. Atapata kweli? Kiswahili kweli au mnajitungia wenyewe wakati mnakuja? Nikufunike. Ngoja tunatajia jibu. Niambieni kwenye comment. Ngani stem majibu mtamjua nani wewe. Watu wanaongea leo kumbe mjinga wewe. Ana akili. Kumbe ana akili kweli. Mpaka hilo. Jamani. Basi hili nalo. Ile bwana ile kilikosa. Hili nimeleka kwa sababu unaweza kaa ukalipata. Ndio. Hii nasema mapacha kwa Kiingereza. Wanaitwaje? Wanaitwa twins. Hilo sasa unasema sasa jamani wakiona sasa wakanichoma hata kisu. Kwa hiyo wanaona tumelipa ada bure. Hapoteza muda. Jamani hata knife nijue. Ile swali la mwisho liko wapi hapa? Ile swali la mwisho afu kuna moja tu la mwisho. Yaani hili ni yani la pili kutoka mwisho. Au sio? Hii nasema na meza lakini sishibi. Yaani na meza lakini sishibi. Una meza kila siku lakini ushibi. Mate. Sijui. Wewe ndio kama unaniambia jibu unaniambia kwamba direct. Sio kama unaotea. Waambie pale jibu nini? Simama katika msimamo wako. Bwana mate. Lolo kana za jamaa haiko timamu. Ni nini? Ni mate jamani. Ni mate, au sio? Je, mtaniambia kwenye comment section kama yupo sawa. Sasa nipe hata moyo jamani. Hiyo nitakwambia la mwisho. Nataka nitajie kumbe wale wanaendelea. La mwisho ile. Jamani niko chumba cha mtihani sasa. Ndio maana challenge ya mwisho. Ngoja nishushie sasa. Tunasema soda yenyewe usinywe. Mtau umekosea kujibu. Mbogoje soda. Tunamalizia. Inasema unitajie spelling the circumcision. Circumcision. Waambie pale. Circumcision ni ukeketaji. Sasa hiyo. Ndio unapatia spelling zake. Ndio ukeketaji ndio. Nimesoma jamani. Jamani hivi ni ilikuwa kwenye hiyo an answer declise. Kile kitabu kile, si ndio? Yule anaitwa Olabisi. Anaitwa Olabisi. Olabisi. Nakumbusha mbali sana ndugu yangu jamani. Anaitwa Olabisi anakitoa anafanya circumcision anaitwa Makalai. Nakumbuka wote hao. Circumcision ni ukeketaji au female genital mutilation. Au wanasema kwa kifupi nini? FGM. Soma kwa circumcision. Spelling zake waambie pale. Sasa spelling circumcision. Spelling circumcision. Sindio? S C U double M circumcision. Sawa. Twende. S ndio. I ndio. O N circumcision. Circumcision. Nimepatia au nimeweka double M hapo. Hivi kama double M watakuja kwenye comment section. Jamani naonekana mjinga sasa. Watakuja kwenye comment section. Bana maswali yote hapo. Ndio. Amepatia mawili tu. Azadilishwa sasa. Amepatia mawili katika maswali matano. Amepatia mate pamoja na twins, au sio? Amekosea sijui nifunue nikufunike, amekosea. Sasa kama kawaida yetu hapa mtu akija leo nipo na zawadi moja kubwa sana, nikasema mwanangu nitamwandalia leo. Yaani mara ya kwanza yeye anapokea. Sasa nipo na mwanangu mmoja hivi producer, akasema producer mimi naileta mwenyewe hapo mbele yani. Kwa sababu yeye ndo kaandaa mazingira. Huyu anaitwa kijukuu cha mtaa, anaitwa Morash. Baba. Mletee jamaa zawadi yake hapa kwanza. Mzigo ni huu hapa. Wangu jamaa. Natoka Dreamland. Wanaitwa Dreamland. Hao wanapatikana Sinza Makaburini, mtaa sokoni pale. So ukienda pale utakutana na hili duka hapa. Ngoja nitoe kitu ambacho kipo humu ndani. Of course, hawa ni watu ambao wapo mwaka wa mbele kabisa. Hawa Dreamland. Hii ni chupa ambayo ipooze. Hawa kazondo hizo yani. Kwani kuweke hapa uone kabisa. Sio kasema hii ni chupa nipo imeona mwaka wa mbele kabisa. Tunaitoa hapa kabisa muione na imeprintiwa jina la Kidi. Usiniambie. Sasa ndio hapa mimi nakwambia. Ili hapa Kidi Masa. Kidi Masa. Bwana. Hebu ambie kwanza pale. Hivi vitu bado vipo kumbe? Vipo. Jamani. Sasa hii jamani. Nikasema hii wakaniambia bana kumbe hii la hii chupa
hapa unaweza kaweka kitu. Simu yako wala akasema mpelekee kwa sababu ni mtu wa content creation. Kwa hapa anaweza akaangalia movie, akaweka simu yake akawa na shoot kama gimbo na vitu kama hivyo hapo. Vitu kama hivyo unavipata Dreamland TZ pale. Ukienda zako pale Sinza Makaburini, mtaa wa Sokondo utawapata na namba za simu ziko hapa. Au sio bana, kama unavyoona kwenye mfuko huu hapa. Akasema kampe Kidi bana, mzigo huu hapa. Hata kama kapatia maswali mawili. Dreamland mtaniua jamani, nimepokea. Sasa hichi akikagi mfukoni cha unakuwa na mkikiona hichi mjue nimetoka wapi? Kimetoka Dreamland. Natoka. Hebu ambie kimetoka. Yaani nimeingia kwenye baa zenu za hivi. Yaani humu yani bwana, hichi kitu noma sana brother. Sana kwa mzigo wako bana. Bwana shukrani sana. Barikiwe. Bana mimi nimeufikisha huo vizuri kabisa. Kwa watu wote ambao wanahitaji vitu kama hivi hapa, chupa, diary, na mambo ya printing, t-shirt na nini, hawa kazi yao ni hiyo ya kuprint tu. Yaani kazi yao ni hiyo ya kuprint na vitu vingine, au sio? Kwa ukienda pale utakutana na mambo yote ya printing. Bana Kidi, mzigo wako huo. Bwana nimepokea jamani. Barikiwe sana jamani. Hapa uje ni hivi maji. Hivyo unaweza ipata black and vinaongeza point hivi. Mimi napenda gari chupa yako. Bana, ilikuwa ni time nzuri sana leo kupiga story na mwanangu Kid Master, mzee wa mambo mengi. Anakuambia Buju soma nini? Buju atumia iPhone 11. Buju sio? Buju sio mnene. Buju sio mbaba, ni mnene. Buju sio mweusi. Huyu ni mweupe. Buju mweupe. Buju unasikiaje? Buju ni mtu mweupe. Yeah. Bana, tunamaliza kama hivyo hapo. Mchizi kapokea zawadi yake hapo kutoka Dreamland. So watu wote ambao watakuja sasa hivi kuna ETN Top Vibe wataondoka na parcel kama hivyo hapo vingi kabisa. Nyuma ya kamera yupo mwanangu D-Boy. Nenda kule Instagram cheki kama unahitaji event yako, sio mapicha, video makali, lakini pia yupo na kijukuu cha mtaa. Wao ni mzee wa movie huyo jamani. Anaigiza kinoma. Yupo alikuwa ndo kaandaa kipindi hicho hapo na nini, ameandaa mauzuri yote ambayo unaona hapa. Kila kitu kipo sawa kwa ajili yake bana. Mimi designer Snack. Thank you for your time, lakini pia bila kusahau wanangu wa rafiki zao. Hawa hapo Mbezi Beach wana vitu noma, vitu vya mwaka wa mbele, mapiza, mabaga ya kutosha, vitu kama hivi hapa sisi tumeenjoy. Na show imekuwa poa kabisa. Tuta next time. See you.